Asubuhi yenye upepo mwanana ilikuwa ikivuma kati ya majengo ya jiji. Neema alisimama mbele ya jengo refu lenye nembo kubwa ya Magline Transport Company Ltd, akihisi mchanganyiko wa hofu na shauku ukitanda ndani yake. Amevaa blauzi nyeupe rahisi, sketi ya rangi ya buluu na viatu vya chini. Kawaida kabisa, lakini ndani ya moyo wake alikuwa na siri kubwa. Hakuna anayejua kuwa huyu msichana mnyenyekevu ndiye binti wa mkurugenzi mkuu. Alipokuwa akitingisha mlango wa ofisi, macho ya wafanyakazi walisogea kwake kama wakiangalia kivuli cha kitu kisicho cha kawaida. Mwanamke mmoja alinua jicho juu akimkagua kutoka kichwa hadi mguu. "Unajua, wewe ndiye mfanyakazi mpya wa huduma kwa wateja?" aliuliza kwa sauti iliyojaa dharau. "Ndiyo, mimi ni Neema," alijibu kwa upole, moyo wake ukidunda taratibu. "Haya, subiri pale. Meneja yupo kwenye kikao." Dakika chache baadaye, Neema aliingizwa kwenye ofisi, akiingizwa ndani ya ukumbi mdogo wa wafanyakazi. Meneja wake alisimama, akisema kwa sauti ya kiofisi, "Huyu ndiye Neema, mfanyakazi wetu mpya." Wote walimwangalia kimya, baadhi wakitabasamu bandia. Joyce, mwanamke mwenye kujiona, alinong'oneza kwa Kelvin, macho yake yakiwa yamejaa dharau. "Anaonekana hana hata uzoefu. Si ajabu kapata kazi kwa bahati." Kelvin akacheka kwa sauti ya chini, akijibu, "Labda ni jamaa wa mtu mkubwa." Neema alisikia maneno hayo, lakini hakujibu. Aliamua kuyapuuza, akijikaza kufanya kazi kwa bidii. Alipokea simu za wateja, kujibu barua pepe, na kupanga nyaraka kwa makini. Kila mara anapokuwa amekamilisha kazi vizuri, Joyce huingilia kati. "Hapana, fanya hivi," kisha kumpa kazi nyingine nzito zaidi. Wengine walicheka kwa dharau, kumwona kama msichana wa kazi ndogo. Lakini Neema alikuwa na moyo wa subra. Kila siku alifika mapema, akafika nyumbani kucheka kidogo na kutafakari. "Hawa watu hawajui mimi ni nani," alisema kwa sauti ya chini, mikono yake ikishika kalamu. "Lakini ipo siku watajua ukweli." Hakuna anayejua kuwa Neema alikuwa akichunguza kila hatua, kila tabia ya wale waliomdharau. Kila tabia, kila usemi wa dharau, kila dhihirisho la kiburi, vyote vilikuwa sehemu ya mchezo wake wa siri. Na hivyo, mchezo wa kweli wa Neema, wa kujua mioyo ya wafanyakazi wake kabla ya kuchukua madaraka, ulianza kwa utulivu, kimya, lakini kwa nguvu isiyoonekana. Wiki zimepita tangu Neema aanze kazi, lakini badala ya kuzoea mazingira mapya, kila siku ilikuwa changamoto mpya. Alipofika ofisini, hakuwa na amani. Baadhi ya siku, aliketi kwenye kiti chake cha mbao kilichopasuka, huku Joyce akishikilia kiti cha ofisi chenye starehe kilichonunuliwa kwa gharama zake. Kila mara Neema anapojaribu kubadilisha kitu kidogo kurahisisha kazi, Joyce alikuwa akimkemea hadharani. "Hivi unajua kazi kweli wewe? Unaharibu kila kitu. Umeajiriwa juzi tu, halafu tayari unaanza kutuletea sheria zako." Macho ya wateja na wafanyakazi wengine yalimwangalia kwa mshangao. Neema alishusha kichwa, macho yake yakijaa mvuto wa machozi, lakini alivumilia kwa utulivu. Ndani ya moyo wake alijipatia nguvu. "Sikupaswa kujibu. Lazima nione mpaka wapi watanipeleka." Wakati mwingine simu nyingi za wateja zilikwama mezani kwake bila msaada wa mtu. Lakini yeye, kwa utulivu mkubwa, alijibu kila simu kwa heshima, akijua uvumilivu wake ni silaha yake. Ndipo Asha, mfanyakazi mnyenyekevu mwenye moyo safi, alimsogelea. "Usijali Neema," anamnong'oneza kwa upole. "Wengine wanajiona kwa sababu hawajawahi kukutana na mtu mwenye utulivu kama wewe. Endelea tu, Mungu anaona yote unayofanya." Neema alitabasamu kidogo, akijawa na furaha ya upole. "Asante Asha. Najua ipo siku ukweli utajulikana." Lakini ndani yake kulikuwa na uchungu. Mara kwa mara alijiuliza kimya, "Je, hawa watu wangekuwa hivi kama wangejua mimi ni nani kweli?" Hata hivyo, alijizuia kuonyesha dalili yoyote ya mamlaka. Anaendelea kufanya kazi kwa bidii, akichunguza kila mwendo, kila tabia na kila dhihirisho la wale wanaomzunguka. Hakuwa anajua kuwa mateso haya, dharau, ukosefu wa heshima na changamoto za kila siku, ndiyo yangekuwa kipimo cha kweli cha utu na uongozi wake. Kuonyesha uangalifu na weledi wao mbele ya meneja wa zamani, Bwana Daniel, ambaye alikuwa akiongoza kikao kwa utulivu. Ukumbi wa mikutano ulijaa kelele za kuzungumza kwa chini, vicheko vya wenzake na harufu ya kahawa mpya. Neema alikaa nyuma, akishikilia daftari na kalamu, macho yake yakiwa makini, tayari kuchukua noti kila wakati. Joyce na Kelvin,
maarufu kwa kujisifu na kujiona bora, walikaa mbele. Macho yao yalijitokeza kwa fahari, wakijua kila mtu anatambua nafasi yao ya juu ndani ya ofisi. Joyce alitabasamu kwa kidogo cha kudhalilisha. Huyu mpya sijui ataendelea kweli, alisema, sauti yake ikienea kwa wengine waliokuwa karibu. Kazi zake ni za kawaida sana. Si kama sisi tuliozoea presha ya kampuni. Kelvin akacheka, macho yake yakiwa na dharau. Labda yupo tu kwa muda. Hata ukimwangalia, hana sura ya mtu wa corporate. Neema alisikia maneno hayo, lakini hakujibu. Alinyamaza, akichukua noti kwa umakini, kila hoja ikipita kama filamu mbele ya macho yake. Moyoni mwake alisema kimya, ndiyo maana baba alitaka nifanye hivi. Nilihitaji kuona mioyo ya watu ilivyo kweli. Mkutano uliendelea. Wafanyakazi wengine walitoa ripoti zao, wengine wakijaribu kujipendekeza mbele ya meneja. Meneja wa zamani, Bwana Daniel, alisifia baadhi ya wafanyakazi, hasa Joyce, jambo lililomfanya ajivune zaidi. Hizi ndizo juhudi tunazotaka kuona, alisema akitabasamu. Lakini kuna mambo mapya makubwa yanakuja. Mwenyekiti mwenyewe anataka kufanya mabadiliko. Kikao kilipokaribia kumalizika, Neema alainama kukusanya karatasi zake. Joyce alimwangalia kwa dharau, macho yake yakiwa na mfuatano wa ukali. Usisahau kufuta meza baada ya kikao, si ndio kazi yako? Neema alinua macho yake, akatabasamu kwa utulivu, sauti yake ikiwa tulivu. Sawa, nitafanya hivyo. Hakuna anayejua kuwa siku si nyingi. Mabadiliko hayo makubwa yatakuwa mwanzo wa ukweli utakaochukua kampuni nzima na kuibadilisha milele. Siku chache baada ya mkutano, mlango wa ofisi ulipopigwa taratibu, Neema alikimbilia ndani akishikilia daftari lake. Meneja wa zamani, Bwana Daniel, alimkagua macho kwa makini, kisha akasema, Neema, tuna kazi muhimu sana tunataka ukifanye. Tumeamua kukupa jukumu la kufuatilia ripoti za wateja. Tunataka kuona malalamiko, mapendekezo na utendaji wa kila mfanyakazi katika idara ya huduma kwa wateja. Neema alikazia macho kwenye meneja wake, moyo wake ukidunda kwa shauku. Hii ilikuwa fursa ya kupata picha halisi ya kila mfanyakazi, lakini pia nafasi ya kucheza mchezo wake wa siri. Hakuna shida, meneja. Nitafanya kazi hii kwa bidii, alisema kwa sauti tulivu, macho yake yakitabasamu kidogo. Kuanzia siku hiyo, Neema alianza kufika kazini mapema, mara nyingi akiwa mapema kuliko wote. Alikusanya barua pepe za malalamiko, kurekodi simu za wateja, na kuandika ripoti ndogondogo kwa makini. Kila hoja, kila kielelezo, kila kisa kilichoripotiwa, kilimpatia picha halisi ya tabia za wafanyakazi wake. Aligundua jambo lililosikitisha. Wateja wengi walikuwa wamelalamika kuhusu ubabe na ukosefu wa heshima kutoka kwa Joyce na Kelvin. Mteja mmoja aliandika, mtu aliyeitwa Joyce alinijibu kwa ukali kana kwamba nilimkosea. Sitapenda kutumia huduma zenu tena. Neema alisoma kila barua kwa utulivu, akijipanga hisia zake, macho yake yakijaza mshangao kidogo. Hawa ndio watu wanaojiona bora. Hawajui wanaharibu kampuni, alijiambia kimya. Usiku huo, akiwa nyumbani, Neema alifungua laptop yake binafsi. Alikusanya data zote, kuunda ripoti yenye vielelezo, majina, na tabia za kila mfanyakazi. Kisha alituma ripoti hiyo kwa barua pepe ya kampuni, ile yenye jina la meneja mpya, akaunti aliyotengeneza kwa siri kabla ya kuanza kazi. Asubuhi inayofuata, wafanyakazi walipokutana ukutani, waliona tangazo limebandikwa. Meneja mpya ameona dosari kadhaa katika utoaji huduma. Wote wanatakiwa kuboresha tabia zao kwa wateja mara moja. Wote walibaki wameduaa. Joyce alishika karatasi hiyo, macho yake yakiwa yamejaa hasira. Huyu meneja mpya anajuaje mambo yote haya? Hata vitu tulivyofanya juzi anavijua, alijaribu kuhoji kwa ghadhabu. Kelvin alijibu akitabasamu kidogo kwa wasiwasi, labda kuna mtu anachongea ofisini au kuna mtu anatufuatilia. Neema, aliyekaa kimya kando, alitabasamu kwa upole, akipanga karatasi zake kwa utulivu. Hakuna aliyemweka shaka. Hata hivyo, taratibu siri inaanza kufichuka. Mtu fulani alikuwa akijua kila kisa, kila tabia, bila wao kufahamu. Na mtu huyo, bila wao kujua, alikuwa Neema mwenyewe. Siku hiyo ilikuwa Jumanne, mchana wenye shughuli nyingi. Simu zilipiga mara kwa mara, barua pepe zikifurika mezani, na kelele za wateja zikijitokeza kwa nguvu. Ofisi ilikuwa imejaa presha ya kawaida. Lakini siku hiyo, tukio moja lilitokea na kubadilisha kila kitu.
Mteja mkubwa kutoka kampuni ya kimataifa ya mizigo alimpigia Joyce akihitaji msaada wa haraka kuhusu mzigo uliokwama bandarini. Badala ya kutoa msaada kwa heshima, Joyce alionyesha kiburi chake cha kawaida. Unajua nini? Hizi taarifa zote zipo kwenye mfumo, soma vizuri. Sina muda wa kurudia mambo yale yale, alijibu kwa sauti kali, macho yake yakitabasamu kidogo kwa dharau. Mteja alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akakata simu bila kusema neno. Ofisi yote ilikumbwa na ukimya mfupi, kila mtu akijua kuwa kilichotokea hakikuwa kizuri. Neema aliyeketi jirani na Joyce alinyanyua macho taratibu na kusema kwa utulivu, Joyce, huyo alikuwa mteja wetu mkubwa sana. Labda ungejaribu kumweleza kwa upole, si vibaya. Joyce alicheka kwa dharau, macho yake yakiwa makali. Wewe nani hapa? Usiniambie cha kufanya. Wewe ni nani mpaka unifundishe kazi yangu? Kelvin, akicheka kidogo kwa kejeli, aliongeza. Neema, acha kujiamini kupita kiasi. Hii kampuni si ya kwako, usijione unajua kila kitu. Ofisi nzima ikacheka, baadhi wakimwangalia Neema kwa huruma, wengine kwa mshangao. Neema alikaa kimya, akapumua kwa kina, akijua tukio hili lilikuwa fursa muhimu ya kuona tabia halisi ya Joyce na Kelvin. Baada ya saa chache, mteja huyo mkubwa alituma barua pepe kwa bodi ya kampuni, akisema hatatumia tena huduma za Magline Transport kutokana na ubabe wa mfanyakazi aliyeitwa Joyce. Habari hiyo ilifika haraka kwa wakubwa wa kampuni. Bwana Daniel, meneja wa zamani, alishika kichwa kwa mshtuko. Hii ni hasara kubwa, alilia, macho yake yakiwa na hofu. Neema alikaa pembeni, kimya kabisa, akiangalia kila mwendo wa wenzake. Usiku huo, alipofika nyumbani, alifungua laptop yake binafsi. Aliandika ripoti kamili ya tukio, akielezea kwa undani jinsi Joyce alivyochangia kupoteza mteja na jinsi Kelvin alivyochangia kwa kejeli. Kisha alituma ripoti hiyo kwa barua pepe ya meneja mpya, akaunti yake ya siri. Siku iliyofuata, wafanyakazi walipokuta tangazo limebandikwa ukutani. Kampuni inachunguza tukio lililosababisha kupoteza mteja wetu mkubwa. Wale waliohusika watatakiwa kutoa maelezo. Joyce na Kelvin walitazamana, macho yao yakiwa yamejaa hofu. Wakaanza kushuku kila mtu, kila kisa, kila sauti ndani ya ofisi. Lakini hawakujua kabisa kuwa mtu aliyemcheka jana ndiye alikuwa anayeshikilia hatima yao mikononi mwake. Asubuhi hiyo ilikuwa tofauti kabisa. Mlango mkuu wa ofisi ya Magline Transport Company ulifunguliwa polepole, na gari jeusi lenye chapa ya kampuni likasimama taratibu, likitoa sauti ya hodi ndogo. Wageni kutoka makao makuu waliondoka, wakiwa wamevaa suti rasmi, kila mmoja akionekana na mamlaka, macho yao yakikagua kila kona ya ofisi. Wafanyakazi wote walikimbilia kufanya maandalizi. Wengine walipanga mafaili kwa haraka, wengine walifuta meza, na wengine walijificha nyuma ya simu za ofisi, wakijaribu kuonesha shughuli. Hata Joyce na Kelvin, ambao kawaida hufika kuchelewa, siku hiyo walifika mapema, wakijipendekeza mbele ya wageni. Leo lazima tuwaonyeshe kuwa sisi ndio watu muhimu wa ofisi hii, Joyce alisema, huku akijirekebisha koti lake, macho yake yakiwa yamejaa fahari na hofu kidogo. Neema alionekana tofauti kabisa. Amevaa suti ya kijivu yenye kung'aa, shati jeupe safi, na viatu vya kiofisi vilivyomfanya aonekane wa hadhi ya juu. Nywele zake ziliwekwa kwa umaridadi, na macho yake yalitabasamu kwa utulivu wa mtu aliyekaa juu ya nafasi yake. Alipita kando ya wenzake, Joyce alibaki ameduaa, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Leo huyu kapata wapi nguo hizi ghali? Alimuuliza Kelvin kwa sauti ya chini. Kelvin akacheka kwa mshangao na kidogo cha kejeli. Labda anajaribu kujionyesha mbele ya wageni. Wacha tuone ataishia wapi. Wageni waliingia ukumbini, wakapokelewa kwa heshima. Meneja wa zamani, Bwana Daniel, alizungumza kwa sauti tulivu, akiwakaribisha. Tunafuraha kuwa nanyi leo, tunasubiri kusikia habari kutoka makao makuu. Neema alikaa nyuma, kimya kabisa, macho yake yakiangalia kila uso, kila tabia. Hakuna aliyefahamu kuwa yeye ndiye kiongozi wa msafara huo upande wa usimamizi wa ndani, binti wa mwenye kampuni aliyekuja kuangalia utendaji wa tawi hilo bila kutangazwa. Wakati wa mapumziko, baadhi ya wageni walionekana wakizungumza naye kwa heshima kubwa, maneno yaliyokuwa ni kama dawa kwa moyo wake. Hii ilimfanya Joyce na Kelvin kutabasamu kwa mshangao. Kwa nini wanamuita Madam Neema? Huyu si yule wa huduma kwa wateja? Joyce alijaribu kuhoji kwa sauti ya chini. Kelvin akajibu, macho yake yakiwa yamejawa hofu kidogo. Labda wanamchanganya na mtu mwingine.
Lakini walipomuona mmoja wa maofisa wakimfungulia mlango na kumwambia, "Madam, mkutano unaanza," walitazamana kwa hofu na mshangao. Hofu ikaanza kuingia mioyoni mwao, kwani mambo yalionekana si kama walivyofikiri. Hawakuwa wanajua kuwa siku ya ukweli ilikuwa inakaribia kwa kasi, na wale waliomdharau Neema walikuwa karibu sana kukutana na sura halisi ya meneja mpya. Ukumbi mzima ulijaa ukimya wa kushangaza. Kila mtu alikuwa amesimama au kukaa kimya, mdomo wazi, macho yakimtazama Neema. Wafanyakazi walijaribu kunong'ona kidogo, lakini kila sauti ilipungua pale alipojitokeza. Neema alisimama taratibu, akipiga hatua kuelekea meza kuu, tabasamu lake la heshima likiangaza kama ishara ya utulivu na mamlaka. Aliposimama mbele ya bodi na wafanyakazi wote, macho yote yaligeukia kwake. Mwenyekiti wa kampuni, baba yake, alilia kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu. "Tunataka kumtambulisha rasmi meneja mpya wa tawi hili. Neema si mfanyakazi wa kawaida. Yeye ni binti wa mmiliki wa kampuni hii, na kuanzia leo atakuwa meneja mkuu wa tawi hili." Ukumbi ulishuka kimya kabisa. Joyce alikaa kimya, uso wake umepauka, macho yake yakijaa mshangao. Kelvin alishindwa hata kuinua macho, akiwa ameshtuka kabisa. Wengine walibaki wakitazamana kwa mshangao, kama hawajaamini ukweli waliofahamu. Neema alisogea mbele kidogo, akipumua kwa utulivu, kisha akazungumza kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka. "Nilikuja hapa kama mfanyakazi wa kawaida kwa sababu nilitaka kuelewa changamoto zenu. Nilijifunza mengi kuhusu bidii, kuhusu unyenyekevu, na kuhusu namna tunavyowatendea wenzetu." Alipogeukia moja kwa moja kwa Joyce na Kevin, macho yake yakiwa makini na yanayokazia. Wapo waliodhihirisha heshima, na wapo waliodhani madaraka ni kiburi. Lakini kampuni hii haitavumilia dharau kwa wafanyakazi wengine au watu. Neema alitabasamu tena, tabasamu lake likiangaza heshima na utulivu. "Na ninataka tufanye kazi kwa upendo, si kwa woga. Wote ni muhimu hapa, lakini tusiwe watu wa kudhalilisha wenzao." Wafanyakazi walinuka na kupiga makofi makubwa, wakitambua nguvu ya maneno yake. Joyce na Kelvin walibaki viti vyao, wakitazama chini, macho yao yakiwa yamejaa aibu na mshangao. Neema aliongeza kwa sauti ya chini, lakini yenye mamlaka, "Wakati mwingine, unahitaji kudharauliwa ili watu waone thamani yako halisi." Ukumbi ulivuma na makofi, baadhi yakichanganyika na maneno ya mshangao. Sasa wote walitambua wazi. Neema si tu meneja mpya, bali ni kiongozi mwenye hekima, mwenye subra, na mwenye nguvu ya kuhukumu kwa haki. Ukumbi ulikaa kimya kwa muda mrefu, kila mtu akishikilia pumzi yake, akitazama Neema akisimama mbele yao. Kisha sauti ya Joyce ikavunja ukimya, ikijawa na kicheko cha huzuni na aibu. "Neema, tafadhali samahani. Hatukujua wewe ni nani kweli," Joyce alisema, macho yake yakiangaza kwa machozi, kipande cha hofu na aibu kikiwa kimetapakaa uso wake. Kelvin naye alishika kichwa chake, macho mekundu, kutokana na aibu na kushangaza. "Tulidhani wewe ni mtu wa kawaida, tulikosea sana," alisema, sauti yake ikitinga kidogo. Neema aliwatazama kwa upole, hakionyesha ishara yoyote ya kiburi. Uso wake ulikuwa tulivu, macho yake yakionyesha hekima na upendo wa kweli. "Siwezi kuwachukia," alisema kwa sauti ya utulivu inayozidi kuhisiwa. "Maisha yamejaa majaribu. Nilikuja hapa si kwa ajili ya kulipiza kisasi, bali kuelewa jinsi kampuni yetu inaweza kubadilika." Wafanyakazi wengine walibaki kimya, wakijitazama kwa aibu. Wengine walipiga makofi kwa heshima, huku machozi yakitoka kwa baadhi yao. Neema aliongeza kwa sauti yake tulivu na yenye nguvu ya heshima, "Niliona jinsi mnavyofanya kazi kwa bidii, lakini pia niliona namna heshima ilivyopotea. Heshima ndio msingi wa kazi bora." Joyce alishuka chini, akipiga magoti mbele ya ukumbi wote, macho yake yakiwa yamejaa aibu na huzuni. "Neema, tafadhali tusamehe. Tulikosea sana kwako. Nilikucheka, nilikudharau, na leo naona nilikuwa kipofu." Kelvin alisogea karibu naye, akijikaza machozi kidogo, sauti yake ikibubujika. "Nipo tayari kubadilika, meneja. Tafadhali tupe nafasi ya pili." Neema alipumua kwa kina, kisha akasogea karibu nao. Anaweka mikono yake kwa upole juu ya mabega yao, kama ishara ya upendo na mshikamano. "Najua nyote mna uwezo. Makosa ni sehemu ya kujifunza. Leo si siku ya kuhukumu, ni siku ya kuanza upya," alisema, macho yake yakipenya mioyo yao, akiwapa nguvu na matumaini. Wafanyakazi wote walipiga makofi kwa nguvu, wengine wakilia kwa furaha na hofu.
Hata mwenyekiti wa kampuni alisogea mbele akisifia. Binti yangu ameonyesha kuwa kiongozi wa kweli ni yule anayejua kusamehe. Joyce na Kelvin walikumbatia Neema, macho yao yakianguka machozi ya kutubu na furaha. Neema alitabasamu, macho yake yakibubujika machozi kidogo, akasema, kama tukiweza kujifunza kutoka makosa yetu, basi tumeshinda. Ukumbi mzima ulivuma kwa makofi na sauti za furaha, kila mtu akihisi umoja na amani. Kwa mara ya kwanza, mahali pa kazi palijaa heshima, mshikamano na matumaini ya kweli. Baada ya kikao kumalizika, ukumbi bado ulikaa kimya, kila mtu akishikilia pumzi yake, akitafakari matukio yaliyopita. Neema aliondoka ukumbi akielekea ofisini kwake jipya, ofisi kubwa yenye dirisha lenye mwanga wa jua ukipita na nembo ya kampuni ikiketi kwenye ukuta. Anahema kwa kina, moyo wake ukijaa utulivu na fahari. Jukumu lake kama meneja sasa limeanza rasmi. Dakika chache baadaye, mlango wa ofisi unagongwa kwa taratibu. Ni Joyce na Kelvin, wakibeba aibu na hofu. Nyuso zao zimejaa machozi, midomo yao ikibubujika kwa ushonaji. Wanainama kwa heshima, kisha Joyce akapiga magoti, mikono yake ikikunja kwa unyenyekevu. Neema, tafadhali tusamehe. Tulikukosea sana. Tulikuumiza bila sababu. Joyce alisema, sauti yake ikitetemeka, ikichanganya huzuni na tauba. Kelvin alisogea karibu, akisogea taratibu, akijaza ukimya na kusema kwa sauti ya chini lakini yenye dhahiri. Tulikuwa wajinga. Tulidhani unyenyekevu wako ni udhaifu. Lakini sasa tunajua ulikuwa mfano wa nguvu na hekima. Neema alikaa kimya kwa muda, akiwatazama kwa macho ya huruma na kuelewa. Kila ishara ya kiburi ilikuwa imefutika, kila dharau lilikuwa limebaki nyuma. Baada ya dakika chache, alizungumza kwa sauti tulivu, yenye upole na uthabiti. Joyce, Kelvin, ninyi ni sehemu ya timu hii. Siwezi kulipiza kisasi, kwa sababu kisasi hakirekebishi mioyo ya watu. Lakini lazima mjifunze kuwa heshima na utu ni muhimu zaidi kuliko cheo. Anaweka mikono yake kwenye dawati, kisha anasogea karibu, akisogea kwa kila mmoja kwa utulivu wa kiongozi aliyejua kazi yake. Kuanzia leo, nitawahamishia kwenye matawi mengine. Huko mtapewa mafunzo ya nidhamu na huduma bora kwa wateja. Nataka mrudi mkibadilika, sio kwa maneno tu, bali kwa matendo. Joyce analia kwa sauti ya chini, macho yake yakiangukia, akisema, asante kwa nafasi hii meneja. Kelvin akainua kichwa kidogo, sauti yake ikibubujika kwa unyenyekevu. Hatutakuangusha tena. Tutabadilika. Neema anawanyoshea mikono kwa upole, akiwainua kiakili na kihemko. Msijione duni. Wote tunakosea. Kile kinachotutofautisha ni jinsi tunavyosimama baada ya kuanguka. Wanapita mlango wa ofisi taratibu, nyuso zao zikiwa zimejaa unyenyekevu na fahari ya kutambua makosa yao. Wafanyakazi wengine wanawaangalia, si kwa dharau tena, bali kwa heshima na shukrani. Neema anabaki ndani ya ofisi, akisogea dirishani, upepo ukivuma taratibu na kuleta utulivu. Anafikiria maneno ya baba yake aliyemwambia siku moja. Uongozi wa kweli si nguvu ya amri, bali ni uwezo wa kugusa mioyo ya watu. Kwa mara ya kwanza, Neema anahisi amani ndani ya moyo wake. Amefanya haki, lakini pia ametoa msamaha kwa mioyo iliyokuwa imechanganyikiwa. Siku chache baada ya tukio la mkutano na hukumu ya Joyce na Kelvin, ofisi ya Magline Transport Company ilibadilika kabisa. Hali ya kazi sasa ilikuwa tofauti kabisa. Kila kona ilijazwa na utulivu, nidhamu na heshima. Wafanyakazi walihamasika kuja kazini, kila mmoja akijua kuwa Neema, meneja wao mpya, hata bugudhi wala kupuuzia, lakini atahakikisha kila jukumu linatimizwa kwa uangalifu. Hawa walimuita kwa heshima, mama wa haki, kwa sababu alionyesha kiongozi wa kweli ni nani. Asha, ambaye tangu mwanzo alikuwa mfano wa unyenyekevu na utu, alipandishwa cheo. Aliangalia wenzake akitabasamu, moyo wake ukijaa fahari. Sasa alikuwa kielelezo cha mshikamano kazini, akifundisha wenzake jinsi ya kushirikiana na wateja kwa heshima na utu. Ndani yake, alijua bidii yake haikuwahi kupotea. Joyce na Kelvin walikabiliana na mabadiliko makubwa ndani yao. Ubabe na dharau walivyokuwa navyo awali vilipungua, wakibadilika taratibu kuwa wanyenyekevu na wenye maadili. Kila siku walipita ofisini, wakiwa wameshika heshima, wakijua thamani ya kuheshimu wenzake. Aibu yao na makosa yaliwapelekea kupoteza heshima ya wateja yalikuwa funzo lisilosahaulika. Neema alitembea kati ya meza za kazi, akisimamia kila jambo kwa upole na hekima. Alikagua ripoti,
akizungumza na kila mfanyakazi kwa heshima, akiwasaidia kuelewa umuhimu wa kila hatua. Ofisi ilijaa furaha na mshikamano. Wateja walipokelewa kwa utulivu na tabasamu, huku kila mazungumzo yakihusiana na heshima na nidhamu. Kila siku, wenzake walipiga makofi mara kwa mara kwa Neema, wakionyesha shukrani na kushangaa jinsi msichana mnyenyekevu alivyoweza kuleta mabadiliko makubwa. Akila Shameza alicheka kwa fahari, akiona kazi yake ya unyenyekevu ikibadilisha tabia wengine. Joyce na Kelvin walikumbuka kila somo walilolijifunza kupitia mateso, aibu na mwongozo wa Neema. Neema aliangalia dirishani, upepo ukivuma taratibu, akijua kuwa uongozi wa kweli haujengi kwenye nguvu au cheo, bali kwenye moyo wa kuelewa, kusamehe na kuongoza kwa mfano. Alijua kuwa kila mteja na mfanyakazi anayeheshimiwa ni alama ya mafanikio ya kweli. Hadithi hii ilifundisha funzo kuu: usimdharau mtu kwa sababu ya nafasi yake leo. Huenda kesho akawa mtu unayemhitaji zaidi. Unyenyekevu ni silaha ya walio wakubwa kweli. Kila mtu sasa alijua, bila shaka, kuwa heshima, nidhamu na utu ndio msingi wa mafanikio kazini na maisha kwa ujumla. Kwa hivyo, Magline Transport Company ikawa mfano wa mahali pa kazi yenye mshikamano, utulivu na mafanikio yote yaliyoanzishwa na msichana mnyenyekevu aliyejulikana kama Neema.